Lengo ni kufanya tathmini. Tumetoka wapi, tunakwenda wapi, tumefikia wapi. Na imetokea vizuri kwamba Mheshimiwa Waziri Membe ametoa changamoto kwa upande wa serikali. Sasa mimi nasema nitajaribu kwa sababu huenda sio kila changamoto itakuwa katika karatasi au itakuwa sijaizungumzia, lakini kwa sababu wote tutakuwa tunajadiliana zitaibuka, na ningependa kuwaomba kwamba msiogope kuzitoa hizo changamoto, otherwise tutakuwa hakuna faida ya sisi kuacha kazi shughuli zetu au waita watu kutoka Tanzania kuja hapa wakatoa fedha za taasisi zao ambao pengine zingesaidia shughuli zingine za maendeleo kama hatutakuwa tumepata faida katika mkutano huu. Kwa hivyo kwangu mimi kama mwenyekiti, I take this as one of the most serious conferences ever. In fact, kama ilikuwa kwa neno moja ningesema this is a conference of make or break. In fact, naamini kwamba kwa ujumbe delegation tuliyoiona hapa, we are well accommodated. Na mpaka mtu wa nyumba poa nasubiri kwa hapa. Sasa basi, ninataka nitoe muhtasari tu kwamba diaspora, kama nilivyoeleza asubuhi, ni njozi ambayo imeletwa na serikali, namna ambao wanaweza kuwasiliana na Watanzania walioko ughaibuni. Diaspora ya kwanza tukasema tukajiorganize, tukajipa jina diaspora, tukapewa na status mkoa. Changamoto ya kwanza, huu mkoa, hii status ya mkoa ni vipi imetusaidia? Maana nijaribu kuangalia hotuba ya rais akiwa anazungumzia sababu ya kutufanya sisi mkoa. Wakati huo alikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika mwaka 2008, akasema na nukuu, baada ya kuangalia kwamba walioko ughaibuni wana ujuzi na wana uwezo ambao hatujautumia vizuri, Waafrika wengi walioko nje, umoja huu wa nchi za Kiafrika, nchi huru za Kiafrika, ukaamua kuita au kufanya diaspora ya Afrika kuwa jimbo. Mheshimiwa Rais akaongezea yake na nukuu, kwa mantiki hiyo serikali yetu imeamua kuwafanya diaspora wa Tanzania kuwa mkoa, ili kusudi tunapopanga mipango yetu ya maendeleo diaspora inakuwa sehemu. Hivyo basi ni wakati wa kujiuliza, je, nadhani tumefaidika na status ya mkoa? Kama hatujafaidika nayo, tatizo nini? Coincidentally, tutakapokuwa vile vile tunatoa mchango wetu kwenye mjadala wa mchakato wa katiba, perhaps it's a good opportunity kwamba na sisi tuwekee huko, but with specifically defined authorities. So that is challenge number one. Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mabetha, Mheshimiwa Waziri, kwamba my people, watu walionipa dhamana hii wananiuliza hii status yako imetusaidia. Changamoto ya pili kwa upande wetu, upande wa ajira imezungumzwa, lakini bidhaa kwamba ni changamoto ambayo tunahitaji kujadiliana kwa uwazi kwamba
tuelekee wapi? Tunajaribu kutoa mapendekezo kwamba pengine imefika wakati tukaiga kile ambacho wenzetu wamefanya. Nipo tembelea Mama Beth Sobi Dar es Salaam, alinipa ripoti ya ziara yake katika kutembelea diaspora zingine, na ilinifurahisha sana. Wenzetu wana idara maalum ambayo anaita Jobs for Diaspora Department. Upande wa ajira ni kwamba kuna system ambayo inajitokeza. Mheshimiwa Waziri ameniuliza kama kuna madaktari, na experience ya mwana diaspora mmoja ambaye mambo yake yaliharibika. Nikamwambia, ndugu yangu, kama work permit yako haijawa renewed na wewe ni daktari mzuri, kama bahati nzuri umekuja wakati mzuri, nitakupa nafasi. Kuna nafasi imetokea research na watafuta mtu ambaye atafanya research Zanzibar katika kipengele. Kwa hivyo labda ujaribu hapo, tukiwa tunatafuta namna ya kusaidia zaidi. Akaenda nyumbani, akaenda Wizara ya Afya. Alipofika Wizara ya Afya akasema, jamani, mimi nilikuwa daktari, nikaenda Poland. Kwa Poland, ubalozi wa Uingereza Poland ukawa unawaambia kwamba tunaweza tukawapa benefit nzuri zaidi ukija kufanya kwenye NHS kuliko mnavyopata hapa. Wakasomwa wengi kutoka huko Poland wakaletwa hapa. Suddenly, wengi wakawa eliminated by way of work permit. Amerudi nyumbani where we actually need doctors. Anaambiwa itabidi uanze kusaini upya mikataba na tupange tena terms of employment. Tujue sasa, kama ninachotaka kuuliza hapo ni kama Rwanda wameanzisha kitu kinaitwa retirement benefit program for diasporas. Sitaki kuzungumzia retirement benefit kwa sababu ndio sasa kama retirement anaenda kufanya nini. But what I want to say is why don't we have a program whereby wale waliotoka kule wakaacha mikataba? Kwa sababu if you are going to, unaweza kusema kwamba upande wa immigration hatutaki kuwapanisha watu, kwa nini tuwapanishe upande wa employment na mikataba ya employment? So the same way, the same logic, kwamba we don't want to punish you, acha kuja kutafuta uraia wa nchi zingine kwa kunyima uraia wako. Na mimi nasema why should you punish them? Kwa sababu lengo ni kwamba tunajaribu kuangalia kwamba how can we transfer these skills back home. We badly need them. Huwezi kuniambia kwamba tumeshajitoshea kwa madaktari. No, not at all. Procurement. Tutagusia kwa haraka. Procurement policies. Na hiyo nagusa kwenye kilimo kwanza. Wenzangu fulani, waziri mkuu amekuja, tukamwambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, we actually can compete kwenye soko la kuuza tractors, supply tractors vibaya. Package yetu hii hapa, prices hizi hapa, competitive criteria hii hapa, kwamba kule mnaletewa ni tractor mpya zinatoka nchi fulani, but getting the spare is very hard. Ikishamfia mkulima, that's it. Matumizi ya diesel is very high. You know, the reason tunaita mabenki tunaomba benki kwamba, you know, we are in a position kwamba we are so realistic kwamba tunaweza kupata kiwango fulani as a salary, and so tunajua kwamba at least mtu ambaye at least ana kazi mbovu can manage at least 500 pounds a month, which is equivalent to almost $1 million. Sasa kama if this is the case, na maana kwamba hawa watu they are more, ukiwa na 10 kama hawa kwenye benki yako na ukawapa mikopo na wakalia, kwa sababu kwa statistics zilizofanya research yako Mheshimiwa Balozi na Mheshimiwa Waziri, kwamba actually diaspora kwa miaka kama 3 iliyopita imecontribute 12% of the existing number of tractors katika ile nchi ambazo zimetoka hapa, and they are the most consumption yake. Lakini mtu anakuambia, you can get the tender kutoka kwa mtu mmoja au wawili, you cannot get them from wale ambao wamekopa yao banking institutions. Anakuambia no, you know what, hatufanyi biashara na nyinyi, tunafanya biashara na makampuni yaliyoko hapa. Kwa upande wetu sasa diaspora, sisi wenyewe kwa wenyewe
we might be also our own unmaking. It has come to time ambapo mimi nadhani kwamba nimeona changamoto kwa upande wetu uongozi, lakini iko kwa diaspora sisi wenyewe kwamba maybe it's a high time to organize in terms of tuna diverse interest. Kila mmoja na interest zake, kuna wanafunzi, kuna kulima, kuna wafanyabiashara, kuna watu wanataka ajira, kuna nini. Na labda niseme kabla sijamaliza kwamba sio kwamba tunategemea kwamba serikali itoe ajira kwa kila mmoja, lakini ikitupa mazingira ambayo tunadhani kwamba is workable, hapa kuna watu ambao wanaweza kuwa employees wakaajiri, yani yale mazingira. Sasa high time kwamba in future wale wenye interest pamoja wafanya biashara, maybe you need to organize into an association. Bado nabaki kama diaspora, wale ambao wako kwenye interest academics hivyo hivyo, itakuwa rahisi kwetu sisi kuweza kuidentify na kuwa na kuprioritize mahitaji yetu kuliko kuyachukulia as an umbrella kama diaspora. Kumbukeni, diaspora ni jukwaa tu la kufanya engagement na serikali, lakini faida zake ni za mtu binafsi. Usipoipenda diaspora, umkomoi mwenyekiti wa diaspora, ukomoi uongozi, ukomoi ubalozi, ukomoi serikali, tunajikomoi wenyewe. Asante sana. Asante sana Dr. Lusingu.